Karibu mpenzi mtazamaji katika kipindi chetu cha sayansi darasa la 6, ambako leo tutajifunza mada yetu nzuri kabisa ya hewa. Watu wengi wamekuwa wakichanganya sana kati ya hewa, upepo na vitu vingine vinavyofanana na hivyo. Leo tutapata ufumbuzi wa nini maana ya hewa, na ili tuweze kutofautisha hewa na vitu vingine lazima tuziangalie sifa za hewa. Hewa ni kitu gani na ina sifa gani, na nikikutana nayo mahali nitajuaje kwamba hii ni hewa na hii sio hewa? Umeshawahi kusikia neno hewa katika maisha yako? Iwe shuleni, iwe nyumbani au hata mtaani. Na je, umeshawahi kujiuliza maswali haya? Hewa inaonekanaje? Inafananaje? Ina rangi gani? Unaweza kuionja? Yenyewe ikoje hiyo hewa? Leo uko nami mwalimu wako mpendwa kabisa wa sayansi, Mwalimu Davis Ungele, ambaye nitakupitisha moja kwa moja kwenye dhana kamili ya hewa, alafu tutaenda kuangalia na hizo sifa za hewa. Labda kwa kuanza, tunaulizwa swali, hewa ni kitu gani? Tunasema hewa ni mkusanyiko au mchanganyiko wa gesi mbalimbali. Kumbuka, tunasema ni mchanganyiko au mkusanyiko wa gesi mbalimbali. Maana yake si gesi ya aina moja. Ziko gesi mbalimbali ambazo zinaelea katika anga hewa. Yaani, ziko gesi ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne na kuendelea. Huo mkusanyiko wake kwa pamoja ndio unatengeneza kitu kinachoitwa hewa. Hewa hii inasambaa katika anga hewa. Yaani, kuanzia hapo ulipo mtazamaji kuelekea angani, iko katika anga yetu. Hewa imejaa mahali hapo, lakini yenyewe imekusanya gesi tofauti tofauti, gesi za aina mbalimbali. Na gesi hizo ni pamoja na oxygen, iko gesi ya carbon dioxide, lakini iko gesi ya nitrogen, lakini iko gesi ya argon. Pamoja nazo ziko na gesi zingine nyingi ambazo zote zikiungana kwa pamoja zinaunda kitu kinachoitwa hewa. Sasa hiyo hewa ina sifa zipi, ili tuweze kutambua kwamba hii ni hewa na hiki kitu kingine si hewa? Hewa ina sifa gani? Kwanza kabisa, hewa haiwezi kuonekana kwa macho. Yaani, hauwezi kukaa mahali ukasema nimeiona hewa leo. Hewa haionekani kwa macho. Mwanadamu anaweza kuihisi hewa kupitia milango yake ya fahamu, hasa mlango mmoja wa ngozi. Kupitia ngozi tunaweza kuhisi kwamba mahali hapa pana hewa. Kupitia miondoko mbalimbali ya mimea kama vile matawi au majani ya miti inavyopeperuka, tunaweza kubaini kwamba mahali hapa pana hewa. Kupitia gesi tunayoivuta wakati wa upumuaji na ile tunayoiondoa, tunaweza kubaini mahali hapa pana hewa. Lakini kinyume na viashiria hivyo, hauwezi kuiona hewa kwa macho. Lakini tena hewa haishikiki. Hauwezi kuishika hewa. Yaani, mtu mmoja hawezi kutembea anasema ninaenda kuikamata hewa. Hata ukifanya majaribio hapo ulipo kwamba nataka nishike hewa, utajikuta unajishika mwenyewe. Ukijaribu kukimbia unasema nataka niidake hewa, utaikamata mikono yako mwenyewe. Hewa haiwezi kushikika. Lakini sifa nyingine ya hewa, hauwezi kuiona ikiwa na rangi. Hewa haina rangi. Kwa kuwa umeshindwa kuiona kwa macho kama sifa yake ya kwanza, basi pia hewa huwezi kubaini kama ina rangi. Hewa haina rangi. Ukiachana na sifa hiyo, lakini pia hewa inachukua nafasi. Hewa ukiweka mahali lazima itachukua nafasi. Hebu mpendwa mtazamaji, fanya jaribio hili. Chukua puto lako zuri, puliza, jaza hewa hapo. Utaona puto linabadili umbo lake. Mwanzoni lilikuwa bapa, sasa linaanza kujaa, kuonesha ndani yake kuna kitu. Kumbe hewa ina uwezo wa kuchukua nafasi. Achana na hiyo. Chukua chupa yako nzuri kabisa, weka maji, alafu funika na kifuniko chake vizuri. Chukua chupa, igeuze juu chini, chini juu.
utaona kuna kitu kinatembea ndani, kuna unafasi na uwazi fulani unaotembea ndani. Nafasi ile inayoonekana ni nafasi ya hewa, kumbe hewa ina nafasi. Lakini sifa nyingine ya hewa, hewa inachukua uzito. Hewa ukiweka mahali hapo pataongezeka kiasi fulani cha uzito. Kwa kufanya jaribio lile, chukua puto au mpira wako, jaza hewa, uweke mahali. Ukipima gramu zake zitatofautiana, ukipima uzito wake utatofautiana, kwa sababu uzito wa kwanza utaonekana mdogo kuliko uzito wa pili baada ya kujaza hewa yako. Kumbe hewa pia ina uzito wake, pasipo kujali kiwango gani cha uzito ambacho kipo katika sehemu husika, lakini kutakuwa na ongezeko la kiwango fulani cha uzito. Kumbe hewa pia inachukua uzito. Mpendwa mtazamaji, ukiachana na sifa hiyo, lakini pia hewa ipo katika hali ya gesi. Tunafahamu maada yetu yoyote inakuwa na sifa 3 tofauti. Sifa za maada, moja inaweza kuwa katika hali ya yabisi, lakini 2 inaweza kuwa katika hali ya kimiminika, lakini 3 pia inaweza kuwa katika hali ya gesi. Maada yetu hii hewa hii ipo katika hali ya gesi kwa sababu yenyewe ni mchanganyiko wa gesi mbalimbali. Hivyo kama gesi ya kwanza ikachanganyika na gesi ya pili, ikachanganyika na gesi ya 3, ikachanganyika na gesi ya 4, gesi jumlisha gesi jumlisha gesi jumlisha gesi sawa na gesi. Kwa hiyo kumbe hewa ipo katika hali ya gesi. Lakini ukiachana na hivyo, tumesema hewa haina harufu. Hewa haina harufu. Utapita mahali huwezi kuinusa harufu ya hewa. Mtu mmoja anaweza kutuambia, mbona nilipita mahali nikakuta mbwa amekufa, ameoza, ananuka, hafu natuambia hewa haina harufu? Hapana, hewa haina harufu, isipokuwa hewa ina uwezo wa kusafirisha harufu. Kwa hiyo kutoka kwa kitu kilichooza au chochote chenye harufu nzuri kama manukato, hewa inaweza kusafirisha harufu hiyo nzuri kupeleka sehemu moja, kutoa sehemu moja kupeleka sehemu nyingine. Kwa hiyo hewa haina harufu, isipokuwa yenyewe ina sifa ya kubeba harufu kutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hizo zilikuwa ni sifa za hewa. Kumbuka mpenza mtazamaji, tumesema sifa za hewa ili uweze kuitofautisha hewa na vitu vingine. Sifa hizi zitakusaidia wewe mpendwa mtazamaji wangu kubaini kwamba hewa ni kitu gani na kitu kingine kisichokuwa hewa kipoje. Nawezaje kutofautisha hewa na kitu kingine? Je, barafu na yenyewe ni hewa? Tunasema hapana. Barafu haiwezi kuwa hewa, kwa sababu tumeambiwa hewa ina sifa ya kuwa katika hali ya gesi, na barafu ni kama kitu yabisi, kitu kilichoganda. Tunaamini kwamba barafu haiwezi kuwa hewa. Basi labda tuseme hewa inafanana na jiwe. Hapana, hewa haiwezi kuwa kama jiwe, kwa sababu jiwe ni kitu yabisi. Hapa tumeambiwa hewa ipo katika hali ya gesi. Basi tuseme sasa, au hewa ina rangi ya blue? Hapana, tumeambiwa kwamba hewa haina rangi. Kwa hiyo chochote chenye rangi unachokifahamu, umebahatika kukiona, hauwezi kukipa sifa ya hewa. Kwa hiyo haiwezi kuwa hewa. Basi tuseme hewa ina harufu nzuri ya kunukia, mbona tunainusa? Hapana, hewa haina harufu, isipokuwa ina sifa ya kubeba harufu, kuisafirisha kutoka sehemu nyingine kwenda sehemu nyingine, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Basi kama inachukua nafasi, tuseme kwamba hewa ni maji. Unaweka kwenye ndoo, yanaweza kujaa. Unaweza kuweka kwenye dumu, yanaweza kujaa, au mahali popote kwenye kontena ya aina yoyote yakajaa. Basi tuseme hewa inafanana kama maji? Nasema hapana. Pamoja na kwamba hewa inachukua nafasi, lakini sifa mojawapo ya hewa ni kwamba ipo katika hali ya gesi na maji yapo katika hali ya kimiminika. Mpendwa mtazamaji, tunapozungumzia hewa, tumekubaliana mwanzo kwamba ni mchanganyiko wa gesi mbalimbali ambazo zinaelea katika anga hewa. Kesho ukiulizwa na mtu yeyote kuhusu dhana ya hewa, jibu itakuwa ni moja tu: hewa ni mchanganyiko wa gesi mbalimbali.
Hizo gesi ni zipi? Jibu lake ni rahisi sana, tumeziorodhesha mwanzoni. Iko oxygen, iko nitrogen, iko carbon dioxide, ipo argon, pamoja na gesi zingine ndogo ndogo ambazo katika kipindi kijacho tutakuja tuziangazie hizo zote na kazi yake. Wazo letu kuu la leo ilikuwa ni kujifunza mambo machache tu mawili. Moja, dhana ya hewa. Nini maana ya hewa? Tumeshaona. Lakini jambo la pili, tumeangazia katika sifa za hewa. Ili ubaini kwamba hii ni hewa, ina sifa zipi? Tumeziorodhesha takriban sifa 6 kwa kusema kwamba haionekani. Lakini pia gesi inachukua nafasi. Tena gesi wala haina harufu. Hewa haina harufu, isipokuwa ina uwezo wa kubeba harufu kuhamisha kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Lakini tumesema pia hewa haina rangi. Gesi zote hizo, hakuna gesi yenye rangi ambazo zinaunda hewa. Lakini tena tumekubaliana kwamba hewa inachukua uzito. Ukiweka mahali fulani, uzito wa mahali hapo unaweza kuongezeka kwa sababu umeweka hewa. Yote katika yote, hewa kwa sababu ni mchanganyiko wa gesi mbalimbali, basi wenyewe pia ipo katika hali ya gesi. Mpendwa mtazamaji, maswali haya ni ya kwako leo. Je, umeshawahi kuihisi hewa? Kwa maelezo yetu tuliyosema, je, umeshawahi kuiona hewa? Kwa maelezo yetu tuliyosema, je, umeshawahi kuionja hewa? Ukaona inakuwa na ladha gani? Nafikiri kupitia sifa hizi unapata majibu moja kwa moja kwamba sijawahi kuiona hewa wala sijawahi kuionja hewa, lakini kuihisi hewa nimewahi, kwa sababu yenyewe ipo katika hali ya gesi na inaweza kuhisiwa kupitia milango ya fahamu kama ngozi. Kukuletea kipindi hiki ni mimi mwalimu wako mpendwa Davis Ongele. Tukutane katika kipindi kijacho ambako tutaangalia umuhimu wa hewa katika maisha yetu ya kila siku. Kwaheri.